So kibongo bongo tunamfahamu mwanetu Issa Rito, hilo ndio jina lake, lakini wengi sana wanamfahamu saizi kama Luka, wengine wanamfahamu kutokana na majina mengi ambayo anapewa kwenye series au kwenye movie ambazo anacheza. So nimemvuta mshikaji wetu tupige na story kidogo hapa. Kuna series unajua kibongo bongo kwanza biashara ya movie moja saizi so sana. Lakini series zimekuwa ni kubwa zaidi. Wengine wanazitengeneza, wanauzia vingamuzi, TV station mbalimbali, wengine wanapakia YouTube na sehemu nyingine. Lakini mshikaji wetu amepata shavu ya kucheza series bongo, lakini nyingine alipata shavu la kucheza series Kenya. Nikisema hii ya bongo tunaifahamu kidogo ingawa sio sana. Tudili na Kenya, na tukidili Kenya sio kusema kwamba movie dili ilikuwaje na nini. Sisi tunataka tuone maokoto yameingia vipi, kwa sababu hata washikaji zetu wa Squid Game kitu ambacho kimefanya leo wa trend ni kuhusiana na pesa aka maokoto. Cha kwanza ile series ambayo alicheza Kenya, kuna chochote imemuongezea kwenye umaarufu pamoja na pesa, lakini tudili sana na pesa kwa sababu si ndio kitu ambacho tunakiangalia. Imenipa mashabiki wapi, kwa sababu kazi zangu nyingi wanafanya hapa bongo, hata kama nilikuwa na mashabiki kutoka nchi zingine. Mfano kwa Kenya sasa hivi Sanura imenipa watu wapya kabisa, kwa sababu nimeenda huko kwao, nimeshirikiana na watu wa kwao. Kwa wanapoangalia watu wa kwao nimeona na mimi kwa mimi na mimi nimechukua mashabiki wapi. Okay, fine. Na sasa turudi kwenye malipo. Pesa mmelipana vipi, kwamba kwa series, kwa mkataba wa mwisho wa mwezi, au malipo yamekaaje? Kwa sababu series unajua inaweza kaenda hata miaka 3. Mara nyingi kazi za series watu wanalipana kwa hasa ukiwa na character kubwa, wanalipana kwa season. Lakini kwa kule Kenya ni unakubaliana naye labda kwa mshahara, kama ni mwisho wa mwezi au vipi, unakubaliana kiasi fulani, au kama kwa series baada ya muda fulani mlipana. Kwa ni makubaliano baina ya wewe na mtu mwenye ambaye anayo kazi. Sometimes mtu anaweza mkakubaliana kwamba bana kwa kiasi hiki tulipana kwa mwezi, au wewe nitakulipa kwa season au nitakulipa kwa season, lakini mimi kule nalipana kwa season. Okay, fine, haina noma. Lakini kibongo bongo kuna ile ya kusema kwamba filamu za kibongo bongo kuanzia kwenye zile single hadi series hazifanyi fresh kwa sababu maandalizi yake sio poa. Washikaji zetu mbele wanaweza kutumia kutengeneza movie hata masaa mawili tu, miaka 3, 4. Wengine wanakupromise kabisa kwamba oya, hii tumeanza kuitengeneza leo lakini 2030 huko itatoka. Means wanataka kutoa kitu ambacho OG kabisa. Tunamaanisha bonge moja movie. Lakini kibongo bongo naambiwa kambi inakaliwa wiki 2, wanaedit siku 3, then baada ya mwezi mmoja filamu iko imeisha. That's why inatoka haina ubora ule. Vipi Issa Rito ile anasemaje kwamba ni kweli tunatumia muda mfupi, that's why tunatoa vitu ambavyo sio bora? Au ubora wa kazi haitegemeani kwamba umeifanya kwa muda mrefu au mfupi. Ubora wa kazi unategemea na maandalizi. Hata wenzetu kuna kazi ambazo wanafanya ndani ya mwezi mmoja, ni siku 30, lakini kuna kazi hiyo mtu mwingine anaweza kaifanya miezi 6, kuna wengine wanafanya mwaka. Kwa hiyo inategemeana na wewe umewekeza kwa muda gani nguvu yako. Ndio maana sasa hivi mfano naweza kutolea kwa Wachina, wamekuja na technique, wanajipima wanawezaje kujenga nyumba hata gorofa ndani ya siku 2 au masaa mangapi. Ipo wanajipima. Kwa hiyo unajikuta maandalizi mengi, sio time ambao umesema nitaishoot. Maandalizi mengi yanakuwa tunaita pre-production, ni huko nyuma. Kwa hiyo kama mtu ameamua kushoot miezi 6 inategemea na amejiandaa vipi au anaenda kufanya story ya aina gani pia. Hata kama bongo kuna watu wanafanya kazi kama ulivyosema, inategemea unajua labda nyuma wamejipanga sana. Ndio maana wameweza kumaliza kwa muda mfupi na ikaeditiwa kwa muda mfupi. Maana kuna wengine wakitoka kushoot, kuna watu wengine wanaingia kuendelea kuedit. Ndio maana tunaona hizi series zetu zipo ambazo mnaziona zinaendelea kuruka, lakini bado tunaendelea kufanya shoot. Okay, fine. So body ya filamu ya pande za Korea haijasema kitu. Body ya filamu kutoka pande za +1 haijasema chochote kuhusiana na maokoto ambayo wanadai washikaji ambao walihusika kwenye movie ya Squid Game. Tukae na body ya filamu kibongo bongo. Mkurugenzi anayehusika na kitengo cha mambo ya maslahi kwa wasanii anasemaje? Hicho kitengo au body ya filamu ya kibongo bongo inahusika vipi kuhakikisha kwamba hawa wasanii wanapata maslahi yao sawa sawa na ambavyo wamekubaliana, either na TV station na blog au platform nyingine ambazo zinahusika kwenye kuuza hizo filamu? Naitwa Emmanuel Ndumukwa, ni mkurugenzi idara ya maendeleo ya filamu kutoka Bodi ya Filamu Tanzania. Kwa kifupi kabisa, Bodi ya Filamu ikiwa ni taasisi ya serikali iliyo chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, imekuwa ikiwasaidia wasanii hasa wadau wa filamu katika changamoto mbalimbali wanazokutana nazo, hasa katika utekelezaji wa majukumu yao. Mfano, mtu anaweza akawa ameandaa kazi yake lakini pengine amepeleka kwenye kituo cha television na katika makubaliano yao labda pengine asilipwe, au msanii na msanii wamefanya kazi pamoja lakini kukawa na kudhulumiana katika malipo. Kuna kamati ya haki za wasanii, kamati ambayo inahusisha Bodi ya Filamu, KOSOTA,
BASATA, kwa maana ya hizi taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara zinashirikiana katika kutatua migogoro na masuala mbalimbali yanayowakuta wasanii, na kupitia kamati hii imeweza kusaidia sana wadau wa filamu ambao wamekutana na changamoto za malipo, aidha kupitia kwenye vituo vya televisheni wanakopeleka kazi zao ama wao kwa wao. Kwa hivyo msanii kwa sasa akikutana na changamoto yoyote ya maslahi yake, wala hatakiwi kukata tamaa na kuhisi kwamba hawezi kupata haki yake. Aweze kuwasiliana na bodi ya filamu. Bodi ya filamu ndio inayoratibu kamati hii ambayo iko kisheria kabisa, iliteuliwa, na kwa kupitia kamati hii sasa changamoto zao zote zitaweza kuisha na wakapata haki yao kama inavyostahili. Okay, fine. That is for today. Tumejaribu kugusagusa movie na nini na changamoto ambazo wanapitia washikaji zetu kwenye kuhakikisha kwamba wanacheza movie lakini maokoto yanazingatiwa. Oya, we done for today. Bado sijasema. Show inaenda mpaka saa 10 kamili za jioni. Make sure unatusikiliza. Baadaye utamsikiliza Mansi Mchizi Kichizi akijoin up na sisi kupitia New Chapter. Stories zote ambazo zimemake headline kibongo bongo. Nifuate Instagram, natumia @Black Mufasa. @Prince.